Nasema tupate dakika 5. Tulidhani tungeweza kupata mgeni ambaye angekuja kuzungumza nasi kwa dakika 5. Na sisi kuweza kutambua kwanza nini maana ya kuadhimisha mazingira. Kwenye kalenda inasema mazingira yetu. Wanadamu mara nyingi tumejisahau. Wajiramba wanasema take for granted kwamba dunia ndivyo ilivyo na ndivyo ilivyo, kwamba miti ipo, mito ipo, wanyama wapo, lakini ukikaa ukazungumza na wachunguzi wa mambo ya kijiolojia, wachunguzi wa mambo ya kiikolojia, watakwambia kuna aina za wanyama nyingi sana zilitoweka, na bado watakwambia kuna aina za wanyama ambao wako hatarini, na kinachowatowesha sio wanyama wenzao. Kuna zile zama za mwanzo kabisa zilitoweshwa na mikumbuko ya dunia ilikuwa inajiweka sawa na hivi, lakini wanyama wengi walio hatarini wako hatarini kutoweshwa na wanyama wanaoitwa binadamu. Tunapenda sana nyama, lakini ajabu hatupendi kuwatunza. Tunakula nyama ya pori, tumechoka sasa, tunaanza kuvizia ngozi zao, zikavunwa wewe, tukachoka, tunaanza kuvizia pembe zao, tukaanza kuvizia mapambo yao. Nyama na uwawa ili upambe, wengine wanaua ili avae jino la simba, atembea, tunasema uliona aliua simba, amevaa jino la simba. Kwa hiyo kuna hatari hiyo. Lakini pia mazingira yetu, jinsi ambavyo wanadamu tumeenda tukiyatumia vibaya, ama kwa kutokujua ama kwa makusudi, tunajua kwamba tunaharibu, tunasababisha majanga mengine. Tunaposikia kwamba majanga ya mmomonyoko wa ardhi, maporomoko ya tope, tumeshuhudia hivi miaka karibuni, ardhi inatembea, inahama, jambo ambalo halikuwahi kufikiriwa huko mwanzo. Yote ni kwa sababu hatujachukua wajibu wa kutunza mazingira tulionayo. Na kutunza mazingira haihitaji kwamba gharama nyingine ya ziada, ni kuyaishi mazingira jinsi tulivyoyakuta. Kuna wale watu wa msituni watunza misitu, sio wa msituni, watunza misitu wana kauli mbiu inasema tulirithishwa miti na babu zetu ili tuitunze kurithisha wajukuu zetu. Kwa hiyo kuna mti ambao unasema huu mti wangu, hata kama uliupanda ni umepewa ili urithishe mjukuu wako. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu kuangalia mazingira kuanzia unapokaa, ukaanza kuifikiria dunia. Pale unapokaa usifikirie kama kwako, ifikirie kama dunia. Kana wazo la kwamba nikiondoka duniani nimeacha kitu gani? Hata kama wanadamu hawajui, lakini mimi najua nimekiacha. Mungu anajua nimeacha. Je, nimepanda mti mahali fulani barabarani, nimetengeneza mazingira fulani ambayo mtu mwingine akija kutembea. Kwa hiyo tunahitaji sisi tuanze kubadilika katika fikra hiyo. Wale waliopata fursa ya kwenda kutembelea kwa wenzetu, si tunawajua wenzetu? Halo? Si tunawajua wenzetu? Waliobahatika kwenda huko, ukiwa barabarani kuna mahali pengine unakuta kuna benchi ya zege, alafu kuna maua pembeni na mti umetundikwa kule jikoni, kwa tunapiga yanakaa hata miaka 8, labda mdudu gani ataning'inia kwenye mahali moshi unatembelea. Na ndio mbegu hayapo sasa hivi. Tunakimbilia mbegu zilizotengenezwa kijenetiki. Unapanda, unafurahia, na ukiupanda unakusumbua kweli. Na kwa hakikisha unamwagilia, sio badini, yaani kuna masharti mengi mpaka upate ule mhindi. Na ukiupata sharti nyingine, kula, usitunze mbegu. Ukijidanganya utunze, utahitaji sumu nyingi ya kulinda, hautakumbuliwa, lakini bila kupanda mti unaota mpaka hapa kanakomaa kwa kazali wala kufanya nini. Kwa sababu umepewa ile wanaita disposal, tumia na kutupa. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kuwaambia Kristo, kama mchungaji nimepewa dhamana kwamba hebu tubadilike kutoka huko.
Ninawashukuru ninyi washarika, usharika wetu tumeweka utaratibu, tuna timu yetu ya CCAP, lakini toka juzi tumekuwa tukizunguka mitaani. Ukibahatika kwenda kwa mwinjilisti Simoni utagundua kule tulipanda miti, lakini tulikwenda na halmashauri ya miradi na uwekezaji pamoja na wajumbe wengine kwenda kuitembelea ile miti. Tumepanda miti kule. Tumepanda miti kiwanja cha barabarani pale kabla hujaenda Ikengele, kuna kiwanja pale. Tumepanda miti karibu 250 ya inaitwaje miti na usema inakunywa maji sana. Mikaratusi 250 pale barabarani. Lakini hii mingine mikaribea tumepanda eneo la kanisa lake kule Ikengele. Na tunaendelea, tunatunza, tuna bustani hapo ya miti miche Kikomaa tunapeleka huko, na hapo pia kwenye shamba hili na huko tumepanda miti. Lakini tumeanzisha hii bustani inaitwa recreation garden, ambayo itakuwa kitoka na kwenda kupumzika. Ndio maana tunasema watoto wasichezee sasa hivi, tuiweke sawa ili mazingira yetu ya nyumbani kwa Bwana yawe mazuri. Tukitangaza juu ya mazingira, basi mtu akija anasema wako serious na mazingira. Kwa bado tunaendelea kutoa wiki. Mafunzo yataendelea kutolewa katika idara ya wanawake na idara ya vijana. Lakini pia kama Mkristo unaona kwamba mimi nahitaji miche ya miti, nahitaji kuelekezwa, tuna idara hapa sasa hivi CCAP. Hiyo ndio ambayo imejenga hiyo tenki la maji, tunavuna maji, tunamwagilia, hatusubiri mvua. Lakini pia tunaweza tukakupa ushauri kwenye nyumba yako na wewe ukatengeneza mfumo wa kuvuna maji. Unaweza kuwa una paa zuri lakini maji yanapotea tu. Pia nayo ni uharibifu wa mazingira. Usiache hata tone moja likapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapenda niliseme hili kwenu. Niliona tusiliweke kwenye mahubiri, tuliweke kwenye mazungumzo. Mungu awabariki sana.